siku ya kusherehekea mafanikio ya wanawake wa wilaya ya Songwe, lakini pia na taifa letu kwa ujumla. Ndugu zangu, naomba nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye imempendeza tarehe ya leo kuwa hapa kwenye ukumbi wa Mwambani kwa jambo letu mahususi la kusherehekea mafanikio ya kina mama katika wilaya yetu ya Songwe. Si jambo rahisi hata kidogo. Sisi ni wanadamu, kazi yetu tunapanga, lakini anayetimiza mipango tunayoipanga ni Mwenyezi Mungu. Nakumbuka miezi miwili iliyopita nilikutana na viongozi wenu pale ofisini kwangu, wakaleta wazo lao, na kwa kweli tuliwaunga mkono, tuliwatia moyo kwamba jambo hili linawezekana na litafanikiwa na litawasaidia sana wanawake wa wilaya ya Songwe. Na kwa kuwa viongozi wenu ni mahiri, hamkukosea kuchagua, wakaanza mchakato wa kufanikisha jambo hili. Wakakutana na wadau mbalimbali waliotajwa hapa ambao wamewezesha jambo hili kufanikiwa. Kipekee kabisa naomba nitumie nafasi hii kuwapongeza sana viongozi wenu kwa maandalizi mazuri ya jambo hili, lakini kubwa kuliko yote, wadau wote walioshiriki. Nimeona shule ya Mheshimiwa mbunge ni moja ya shule ambazo zimeweka mkono kuhakikisha jambo letu hili linafanikiwa. Lakini ndugu zetu wa Dhuha kule Magamba, nimesikia hapa ndugu zetu wa CRDB pamoja na wale wengine ambao sikufanikiwa kuwataja. Naomba nitumie nafasi hii kipekee kabisa kuwashukuru sana na kuwapongeza. Kwa kweli kila mmoja ni shuhuda kwa namna ukumbi ulivyopambwa. Nilikuwa na mashaka kidogo kwamba au ni kule Mlimani City au ni Mwambani. Hongereni sana. Huyo mpambaji naomba kumfikishie shukrani zangu za dhati. Lakini si swala tu la ukumbi, hata kina mama mmependeza sana. Hongereni sana. Hongereni sana sana. Ndugu zangu, niko hapa kwa ajili ya kujibu risala yenu. Nimeipitia risala, lakini pia nimemsikiliza msoma risala vizuri. Kwanza, kikundi chenu hiki cha Songwe Queens kimejipambanua malengo ya kuanzisha kikundi hiki. Kubwa kuliko yote ni kuinua uchumi wa kina mama. Haya mengine haya yanaingia hapo ndani hapo, lakini kubwa kuliko yote ni kuhakikisha kwamba tunainua uchumi wa kina mama. Na kila mmoja ni shuhuda, ukishauinua uchumi wa mama, umeshauinua uchumi wa jamii. Ukishauinua uchumi wa mama, umeshauinua uchumi wa baba, umeshauinua uchumi wa watoto, umeshauinua uchumi wa wilaya, umeshauinua uchumi wa taifa letu. Lakini mbali na hilo, mmesema hapa mipango yenu mlionayo kwamba mnataka kuanzisha miradi ya maendeleo ili kufikia lengo la kumuinua huyu mama kiuchumi wa Songwe. Lakini pia kupitia taarifa yenu, lakini na maelezo aliyoyatoa katibu wakati wa utambulisho, amesema kwenye kongamano hili wapo kina mama ambao wametoka kwenye sekta mbalimbali. Wapo wachimbaji, wapo wakulima, wapo wafanyabiashara, wapo wafanyakazi wa sekta binafsi pamoja na serikali. Maana yake ni nini? Wanawake wote wa wilaya ya Songwe kutokana na makundi yao wapo kwenye mkutano huu. Nini maana yake? Leo tunapozungumza kwenda kutekeleza hii mipango tulionayo ya kuanzisha miradi mbalimbali, kila mmoja kwenye kundi lake ataenda kuwaambia na wale kina mama wengine ambao hawakufika hapa. Lakini kwenye risala yenu mmeleta maombi kwamba tungependa tupate eneo kubwa kwa ajili ya kikundi hiki. Naomba nitoe rai kwenye eneo hili
Kwanza, tutahakikisha kwamba tunawapa eneo, na mwagiza mkurugenzi mtendaji wa halmashauri watafutie eneo hawa kina mama, eneo kubwa ambalo wanaweza wakajenga karakana, lakini pia wakajenga na ofisi zao. Lakini la pili, mmesema mnataka kuanzisha miradi. Bila fedha hamwezi kwenda mbali, na nyewe wenyewe mmesema kupitia mikopo yetu ile ya 10%. Mkurugenzi mtendaji, kikundi hiki kakiangalieni kwa macho yote. Tuna fedha za kutosha kwa ajili ya kuwakopesha kina mama ile 4% na kuelekeza na viongozi wao watengeneze mpango kwa ajili ya kuanzisha miradi yao. Wapeni fedha, mama ameleta fedha za kutosha. Ndugu zangu kina mama, yapo mambo ya msingi ningependa kuyakazia. Jambo la kwanza, yeye mnafahamu amani ndio msingi wa maendeleo. Tumeendelea kudumisha amani katika wilaya yetu. Tumeendelea kudumisha amani katika taifa letu. Rai yangu kwenu, nyinyi ni wadau muhimu sana katika familia. Nyinyi ni wadau muhimu sana katika jamii, hususan kwenye hili eneo la kudumisha amani. Naomba niwasisitize, tuendelee kuimarisha amani katika maeneo yetu. Tuendelee kuimarisha amani na kudumisha amani katika familia zetu. Nyewe mnafahamu kwenye familia, tumesikia katika maeneo mbalimbali watu wanauana, baba na mama, watoto wanauana, baba amewanywesha sumu watoto, mama amewanywesha sumu watoto. Msingi wa haya yote ni kwa sababu ya ukosefu wa amani. Nasisitiza jambo hili ili tuweze kufikia malengo yetu ya kuanzisha miradi ya kikundi hiki na kwenda mbali zaidi kiuchumi. Lazima tuilinde na kuidumisha amani katika familia zetu, lakini pia katika wilaya yetu ya Songwe. La pili, mnaenda kuanzisha miradi. Tuna wajibu kila mmoja wetu kwenye kikundi chetu hiki kuwa wabunifu. Tunaposema tunaanzisha mradi, tunaposema tunataka kuanzisha biashara, lazima tuwe wabunifu. Lazima tuangalie wateja wanahitaji nini kwa kipindi hiki. Nini tufanye ili tufanye vizuri zaidi kwenye mradi wetu, ili tuweze kupata masoko na kadhalika. Lazima tuwe wabunifu. Tufanye biashara kisasa, sio kidhamani. Lakini tatu, tuendelee kuwa waaminifu. Nafahamu nyinyi ni waaminifu. Tuendelee kuwa waaminifu kwenye biashara zetu. Lakini si tu kwenye biashara zetu kina mama, tuendelee kuwa waaminifu kwenye familia zetu. Tuendelee kuwa waaminifu kwenye ndoa zetu. Tumeshuhudia katika familia mbalimbali mambo yanaharibika, familia inaparaganyika. Kwa nini? Kwa sababu ya baadhi ya weza kutokuwa waaminifu.